Nakumbuka tulipoishia. Mimi najaribugi kuwaambia kila wakati kwamba hawa watu hawa mnaowapa vipaumbele kutamani kuja kuiongoza nchi yetu ni watu wabaya sana kwetu, kwa sababu haiwezekani mtu huyo huyo aje kukufanya wewe uwe mtumwa, alafu baadaye ukishajikomboa kuwa huru, mtu huyo huyo aje tena wewe akusimamie. Hivi ni akili kweli? Au watu wengi akili hamna, hamtafakari? Hawa unaowaona hawa ndio walileta teknolojia iliyotuharibia mpaka dada zetu wanavaa madera bila chupi. Yaani wanavaa madera bila nguo za ndani. Hawa ndio waliotuletea dada zetu wanavaa nguo za ndani kutoka nazo nje. Yaani mwanamke amevaa kichupi kitaiti, anatoka nacho nje, anaona amevaa nguo. Hawa ndio waliokuja wakatudanganya kwamba teknolojia ndio inayoenda na wakati kuliko wakati unavyoenda na teknolojia. Kwamba unajiuliza, baadhi ya wadada, mtu anavaa kichupi anatoka nacho nje, lakini huyo ukimuuliza anakuambia ana dini. Una dini gani wewe? Dini gani iliyokufundisha ujinga huo? Watu ni wahuni. Yaani wanachokifanya wao, media zao ndio zinafanya kazi. Wakitaka wakupandisha wanakupandisha, wakitaka wakushusha wanakushusha. Tuachane na huko kwenye media, tuzungumzie uhalisia. Ni kwa nini wanatufanyia hivi wa Afrika? Afrika hatukuwa na desturi ya wanawake kukaa uchi hadharani, kiasi kwamba inatia mpaka aibu. Hivyo wewe jiulize, watu wametuletea mpaka masanamu, midoli ambayo inavishwa chupi. Ukipita dukani unaikuta imevishwa chupi. Hebu tupigiane tu mahesabu ya haraka haraka. Chupi sio jina geni. Lakini jiulize, upo na mama yako, unapita kwenye lile duka, unaziona zile chupi, upo na mama yako. Hivi kwa haraka haraka unajisikiaje? Au mdada upo na baba yako, sasa ndio unapita pale kwenye lile duka, limepigwa chupi nje. Tena bora tu ziwe zimevaliwa tu. Hiyo dude limebinuka, alafu huku mbele pametuna. Mimi sitaki kuficha kitu kwa sababu ni vitu ambavyo vinakera. Tena vinaumiza, wallahi vinaumiza sana sana. Afrika kama Afrika, haya mambo hayakuwepo na hayakustahili kuwepo na hayastahili kuwepo. Haya mambo ni uharibifu wa dunia. Hawa ndio wanaoiharibu dunia. Hawa ndio wanaotuletea biashara zao ambazo yaani ni uhuni. Tena ni uhuni mkubwa. Lakini kwao ni biashara ambayo inawalipa. Vipo vitu vingi sana ambavyo nikivielezea hapa mtaona labda ni nini, lakini watu ni wahuni sana. Watu kwanza wanapitia uhuni wao kwa njia za dini kama nilivyosema. Lakini hawa ndio wahuni, hawana dini yoyote zaidi ya biashara. Tukiulizana, waasisi wote wa hivi vitu vikubwa vikubwa vinavyoharibu watu wanajiita wana dini, lakini hawana dini hata kidogo. Hakuna mtu aliye na dini mwenye hofu ya Mungu akamshauri mtu aweze kuvaa chupi atembee nayo barabarani afu aite ni utandawazi. Hakuna Mungu wa design hiyo duniani. Ule ni ushetani, tena ushetani mkubwa. Na mimi nitaongea, siwezi kunyamaza mimi hicho kitu. Mimi nitaongelea mpaka siku ya mwisho.
na naongelea kwa maslahi ya sisi wa Afrika ambao hatuna akili, yaani tumewaamini sana watu. Kwa sababu tu ni weupe, na hawa watu weupe hawa wana ubaguzi sana. Huko shuleni tu kwenyewe kuna vitu unafundishwa afu unaambiwa ashumu, yaani kana kwamba dunia ni sinia, sio duara. Yaani ashumu, yaani jibu halipo mpaka uashumu. Kwa nini ni ashumu wakati hilo ni swali ambalo natakiwa mimi nilijibu? Yaani kwamba ni vitu ambavyo wametutengenezea kutuaminisha. Hao ndio wale tudanganya wameenda mwezini, lakini hawakwenda mwezini, ni waongo watupu. Hao ndio wanaotuambia sijui kuna Atlantic, sijui kisiwa cha nini. Anasema ni mwisho wa dunia. Hakuna mwisho wa dunia wala nini. Kule wameficha viumbe wao wa kishetani wanaitwa aliens na vitu vingine vingi ambavyo panalindwa. Hiyo sehemu yaani hakuna sehemu inayolindwa kama hiyo. Vile ni vya kazi gani? Kwa nini wasipogesi wa Afrika kama wanatupenda? So wanasema ni vya teknolojia, watupe na sisi tutengeneze teknolojia zetu za Kiafrika. Hawakuishia hapo, wakatufunga tena. Wao wana chuo cha uchawi, sisi wakatukataza uchawi kwamba ni mbaya. Wao walivyogundua teknolojia kwamba huu wanaotumia Afrika ndio huu ambao tukiuongeza kitu kidogo tutatumia vipimo kuwapima watu hospitalini. Niulize swali jepesi. Kuna watu leo ni watabiri ambao utabiri haukuanzia hapa. Utabiri ulianzia kwa Nabii Yusufu, huko alikuwa anatabiri kwamba kuna 1 2 3, kuna sijui ng'ombe watakuja kuona ng'ombe sijui mdogo anakula sijui nini, mara mahindi. Siwezi kukielezea sana kisa kwa sababu sijakisoma vizuri, ila tu ni kwamba hivi vitu vilikuwepo. Wewe ukimtabiria mtu kwamba kwa mfano bwana, maana kila mtu tu ana hisia zinakupuga katika mwili wake kwamba kuna vitu huwa vinamjiaga tu, na hiyo ni automatically, kila mtu ameumbwa na Mungu hivi. Unaweza tu ukaamka usiku ukaota kitu fulani ambacho hata ukijui, lakini kikaja kikatokea. Ukaota kitu fulani cha mtu fulani unamjua, lakini ukashindwa kumwambia kwa kuogopa asije kukuambia umemroga. Ndio ile walioitumia wao, wakaiongezea vitu, wakatumia vipimo, wakaita ni sayansi. Hakuna kitu kizuri chochote duniani ambacho hakijaanzia Afrika. Hakuna. Vitu vizuri vyote unavyoviona duniani muasisi wake mkubwa ni Afrika. Tukiulizana issue ya Gaddafi, ni nini kilichomuua Gaddafi? Ni nini kilichomuua Idi Amin? Ni nini kilichomuua Saddam Hussein? Ni nini kilichomuua Osama bin Laden? Mpaka leo bado mnaamini hao watu walikuwa ni magaidi? Amfunguki. Juzi tu hapa Tanzania wamekuja na mada kwamba imefanya mauaji ya kiholela, watu walitumia nguvu kuua watu. Kongo hawakutumia nguvu kuua watu, kuuana na Rwanda. M23 hawakutumia nguvu kwenda kupigana na Kongo. Na wanapigana huku, wakirudi nyuma madini yameibiwa. Yaliibiwa na nani? Muasisi mkuu wa vita vile ni nani? Sudani hakuna vita, Umoja wa Mataifa hamna, mbona hamuingilii? Yemen, Gaza, tena huko ndio ukipataja kabisa wanaweza wakakuua, kwa sababu yaani ukitaka kugombana na vitu vyote taja hiyo sehemu kwamba iokolewe, wewe ndio watakuua. Kwa nini hamkuziokoa hizo nchi ambazo zina vita za muda mrefu? Leo mtaki kuja kuiokoa Tanzania yetu. Tanzania haina shida ya uokovu wa nyie wahuni. Tanzania ni nchi huru ambayo ina katiba yake na sheria. Na wewe ni mjinga, unakuwa tu unakubali tu vitu vya kijinga. Angalia hata elimu mnazofundishwa nyie watu mliosoma. Maana yake nyie si mmesoma sasa, lakini hamjui mnachokisoma ni nini. Unaweza ukafundishwa kitu fulani, alafu unachoenda kufanyia kazi ni kitu kingine kabisa.
Hata huo udaktari unaouona leo haufundishwi kama udaktari wa kuwatibia watu moja kwa moja, unafundishwa kwa njia ya biashara. Udaktari ambao ulifundishwa kwa moja kwa moja kwamba eti mtu amtibu mtu kweli kihalali, kuanzia 95 huko ndio udaktari huo ulikuwa unafundishwa kweli. Lakini vitu vingi utakiwa kuongelea sana. Sisemi kwamba madaktari hawafanyi vizuri, wanafanya vizuri, ila kiuhalisia kila kitu kinatengenezwa ili kiingize faida kwa mtu. Haiwezekani unitengenezee mafua alafu nikishaumwa mafua wewe ndio unakuja kunigundulia dawa ili uniuzie dawa, na yale mafua ugundue dawa ya kuyamaliza moja kwa moja, unagundua dawa ya kupunguza kwa muda ili kesho na kesho kutwa tena yaniume uuze dawa. Huo ni uhuni na ni udikteta na haukubaliki. Na kama tutakuwa na akili sisi wa Afrika tukajitambua, sasa tuna rasilimali nyingi sana. Vijana wengi mnashindwa kuanzisha vitu kwa uoga. Kwanza mimi mwenyewe, yani kwa jinsi nilivyovurugwa, natamani nianzishe kiwanda cha uchawi. Na kama nitapata support ya watu ambao watanishika mkono, mimi kiwanda cha uchawi naanzisha. Na sio kwa ajili ya kuwaroga maskini ya ndugu zangu wadogo wadogo. Hapana. Kwa ajili ya kuwaroga madikteta tu duniani. Yaani kwamba bwana fulani amefanya upumbavu sana, hatumtaki, kiwe kitu chepesi kumngoa. Huo ndio uchawi wenye faida. Na mimi kweli naongea kabisa hapa. Kama nitapata vijana wenzangu 3 au 4 tukawa 5. Kitu chepesi sana hicho. Tunaanzisha chuo cha uchawi Tanzania na tunakatia kibali kabisa. Tutaiomba sana serikali itusaidie. Kama serikali inaruhusu kutoa vibali kwa waganga wa jadi, waganga wa kila aina, basi tutaiomba serikali hiyo hiyo itupe kibali cha uchawi. Tuanzishe uchawi sasa, tuanze kukomoana. Wasi wana uchawi wa sayansi, wa bastola, wa nini wa madawa, kwamba wakitaka kukuua wanaweza kukuandalia kitu chochote wakakumaliza. Sasa sisi tunaanzisha chuo cha uchawi wa Kiafrika. Na Afrika ina vitu ni vingi, watu tumeshazibwa vichwa, umbavu. Aisee, ile inauma sana kwa kweli. Basi ila mimi kama mimi kuanzia sasa natafuta kiwanda, natengeneza njia. Sijasoma lakini nitatengeneza kila aina ya njia, nitajaribu. Sababu mimi sio mjinga. Mimi sio mjinga wala mimi sio maskini wa fikra, hapana. Mimi maisha yangu ni magumu, lakini upaswi kuja kunipa chakula mimi nipumbae. Nitafutie kitu ambacho mimi nitakifanya kinisababishie nipate chakula. Hivyo ndio ujinga watu tunabebwa nao hiyo. Yaani kuna watu wakipewa tu chakula wao wanaamini wamesaidiwa. Umesaidiwa, umepumbazwa. Fanya vitu vya kujaribu uvumbue kama walivyovumbuzi wengine. Japo wengine wanatumia hizo teknolojia zao za kichawi ndio wanagundua, lakini hata sisi inawezekana. Sasa kama wewe unanifanyia ubaya, nini maana ya ubaya? Si tumeambiwa kiswaso haki. Msianzishe vita, ila mkipigwa na nyie wapigeni. Kuna haja gani tuanze kushika bunduki twende tukapigana nao sehemu, wakati tukitumia tu uchawi tukawapiga kule bila sisi kwenda, ndio ikawa asingekufa mtu wetu hata mmoja, ingetusaidia. Vijana wenzangu ambao mtakuwa tayari, nje tulianzisha hili bomu. Mimi nipo tayari kabisa, na nipo tayari hata nikipata nafasi ya kuongea na viongozi nikawaomba wakaniruhusu, mimi nitaanza kuingia chaka. Wewe kama ni muoga, endelea kubaki na uoga wako tu. Wewe unaogopa kuingia huko kutafuta vitu, kisa unaogopa kufa. Kwani kuna mtu atabaki? Hakuna mtu atabaki kwa ugonjwa, kwa kupigwa bunduki, kwa kufanyaje, wala kila mtu atakufa. Kufa ukiwa unatafuta vitu ambavyo vingewasaidia watu wengine.